Majina yangu ni Katekista Robert Nyongesa. Nafanya kazi katika kituo cha Immaculate Main Kitale. Mimi ni mwalimu wa dini. Niko hapa hivi leo kuweza kuzungumza na nyinyi na kushirikishana mambo ya jumuiya ndogo ndogo. Jumuiya ndogo ndogo, Father Anton Stuma alitoa kitabu kinachotupea maelekezo ya kuweza kushirikishana neno la Mungu katika jumuiya zetu ndogo ndogo. Yeye alitumia weledi wake mzuri kuweza kutukumbusha jinsi ambavyo tutakavyoweza kutumia kitabu hicho katika jumuiya zetu ndogo ndogo, na vile vile kulisoma na kulisikiliza neno la Mungu. Kitabu hicho kina maelezo mazuri sana, ambako kwa uandishi wake hakuwezesha kusema kwamba kuna mtu binafsi au kikundi kinaweza kosa kununua kitabu hicho. Sana sana tungependa kitabu hicho kiweze kununuliwa katika jumuiya zetu zote, ili tuweze kuelekezwa kuweza kukisoma na kuelezana neno la Mungu. Kitabu hicho kimeandikwa kwamba kushirikishana neno la Mungu katika jumuiya ndogo ndogo. Wengi wetu huenda hatuendi jumuiya zetu. Wengi wetu huenda tunapuuza ushirikiano ulio mwema katika jumuiya zetu. Hivyo basi kitabu hicho tunapokisoma kinatuleta pamoja tuweze kushirikiana kumtumikia Mungu na kuweza kusaidiana katika jumuiya zetu ndogo ndogo. Katika jumuiya zetu, kulingana na kitabu hicho, sio kwamba tu neno la Mungu, bali kuna mambo tofauti tofauti katika familia zetu ambapo inatuleta pamoja tukiwa ndani ya jumuiya tuweze kushirikiana na kusaidiana, ili kila mmoja aweze kutosheka na mahali ambapo anaishi. Vile vile katika kitabu hicho pia kuna mambo kadha wa kadha yale ambayo yanatuwezesha mimi na wewe tuweze kuyafuata, tuweze kukumbuka kwamba mwisho wa kitabu hicho au mwisho wa maneno tutakayokuwa nayo katika kitabu hicho ni Biblia. Je, katika jumuiya zetu tuko na Biblia ambazo tunasoma neno la Mungu kutoka ndani yake, ama tunasema tu maneno yetu pasipo kuangalia ndani ya Biblia? Jambo lingine ni kwamba kitabu hicho ambacho Father alitoa, Father Anton Stuma na Lianya, si kwamba ni kitabu kitasoma ndani ya jumuiya kama Biblia. Hicho kitabu kinatupea maelekezo tuweze kujua jambo ambalo tunafanya. Tumaliza jambo hili tunaangalia lingine, tukimaliza hili tunaangalia lingine. So kinatupea nguvu na morali sisi kama makatekista katika jumuiya zetu kuweza kueleza Wakristo ambao wako ndani ya jumuiya zetu na wale ambao pengine hawajafika kanisani siku ya Jumapili ama siku yote katikati ya juma, kuweza kuwafundisha kumtumikia Mungu na kusikiliza neno la Mungu kwa makini. Wale ambao pia wanatusaidia katika jumuiya zetu kutufunza neno la Mungu, wale ambao tunaita wenye neno au watumishi wa neno, mara mingi pia wao waweze kujitolea kutufunza, kutueleza kumjua Mungu, kusoma neno na hata kusali. Wafunze kuna mama wale ambao ni wakongwe, wazee wale ambao ni wakongwe, huenda hawajaelewa neno la Mungu, lakini sasa watu wale ambao wako na nguvu na bidii kuweza kuwaelekeza ni wale ambao tunawaita watumishi wa neno katika jumuiya. Jambo ambalo ningependa kuwaambia kwamba watumishi wa neno waweze kuwa unyenyekevu na wapole wa kuweza kuelekeza watu kumtumikia Mungu na kumjua siku zote za maisha yao. Pia katika jumuiya zetu watu wengi wanakosa kuweza kufuata hatua saba za jumuiya. Wanaangalia mambo ambayo sio hatua saba ambazo tunaelekezwa tuweze kuzitumia kwa njia ile ambayo inatakikana, kuelekeza watu kushiriki neno, sala na hata kupeana kazi katika jumuiya zetu. So tunapofika mahali pale watu husahau na kuanza jambo ambalo sio la kawaida. Tunahimiza watumishi wa neno waweze kuweka watu katika msingi unaohitajika katika jumuiya, kwa sababu jumuiya ndogo ndogo zilipoanzishwa kulingana na kitabu hicho inaleta watu pamoja, wale ambao wanaishi katika jamii moja na wale ambao wanaishi katika eneo moja, ili waweze kufahamiana vizuri, waweze kujua neno la Mungu na kushirikishana lolote litakalo tokea katika jumuiya hiyo ndogo ndogo. Vile vile waweze kujitolea kutembelea watu wale ambao wanataka washirikiane nao neno la Mungu, kuamkua wagonjwa na wazee katika jumuiya zetu. Haya yote ni majukumu yale ambayo tunastahili kuyatekeleza wakati ambapo tu katika jumuiya zetu ndogo ndogo. Ni wajibu wetu
kusikiliza neno la Mungu, ni wajibu wetu kutenda vile ambavyo neno la Mungu linatuambia katika jumuiya ndogo ndogo. Kitabu hicho ambacho Father Anton Stuma Naleanya aliweza kukiandika ni kitabu ambacho ni maarufu sana na kinatuelekeza vizuri kuweza kufanya kazi ya Mungu kupitia maandishi ya kitabu hicho. So tunauliza kwamba watu wote wale ambao wako katika jumuiya ndogo ndogo, hasa viongozi wa jumuiya, tuweze kutafuta namna tuweze kupata hicho kitabu ili kiweze kutuelekeza tusije tukafanya mambo nje ya jumuiya zetu. Na jambo ambalo ninamalizia ni kwamba tuweze kujitolea katika jumuiya zetu. Tuweze kujitolea kwenda kushiriki jumuiya na mambo mengine ambayo yatatuhitaji katika jumuiya zetu. Nimesema mwanzo kwamba jumuiya si tu neno la Mungu, bali jumuiya pia ni kusaidiana na kushirikishana changamoto ambazo tunakutana nazo katika familia zetu, ili wenzetu waweze kutusaidia tuweze kuzitatua na tuweze kuishi neno la Mungu.